Asubuhi na mapema, kabla hata jua halijachomoza vizuri, nilikuwa nimesimama jikoni nikiwa nimefungua macho kwa nguvu, nikijaribu kuipiga vita njaa, uchovu na mawazo ya maisha. Jina langu ni Bella, na huyu niliyekuwa nikimpangia vyambo pembeni yangu ni mdogo wangu, Poppy. Tulikuwa tunapalangana jikoni, mikono yetu ikifanya kazi kuliko vinywa vyetu, chai ikichemka, maandazi yakikaangwa, na moshi mdogo ukijaa kwenye kile kibanda chetu cha mabati. Hiki ndicho kilikuwa kimgahawa chetu. Hakikuwa kizuri, hakikuwa kikubwa, lakini ndicho kilichotufanya tuishi. Wazazi wetu walishafariki. Walituacha mimi nikiwa chuo mwaka wa kwanza na Poppy akiwa kidato cha pili. Hatukuwa na mjomba, hatukuwa na shangazi wa kutegemea, hatukuwa na mtu wa kutuuliza, leo mmekula nini? Kitu pekee walichotuachia wazazi wetu ni kijumba kidogo na mafunzo ya kusema, usisubiri mtu, jitume. Na tulijituma. Kila likizo, mimi na Poppy tulikaa chini, tukashauriana kama watu wazima. Dada, tukiuza chakula, tutapata ada? Tutapata Poppy, lazima tupate. Na ndipo mgahawa huu wa mabati ulipozaliwa. Hebu ngoja, samahani, kabla hatujaendelea na utamu huu. Kama unaifurahia simulizi hii, naomba ubonyeze alama ya like hapo chini kuipa nguvu video hii. Pia, hebu niandikie kwenye comment, unadaka simulizi hii ukiwa wapi? Mfano, natazama nikiwa Tukuyu Mbeya au nipo Iringa mjini. Dondosha komenti yako sasa hivi nami nitapita kukujibu. Kisha tuendelee na story. Siku hiyo asubuhi haikuwa ya kawaida. Tulikuwa bado tunaandaa chai, ghafla tukasikia sauti za watu wengi nje. Nilipotoka kuchungulia, niliona vijana kama 12, wote mafundi ujenzi, mavumbi yakiwa yameganda kwenye nguo zao. Wakaingia, wakaagiza chai, vitafunwa na baadaye chakula cha mchana. Lakini walipomaliza kuagiza, mmoja wao akasema, bosi anakuja kulipa muda si mrefu. Nilimtazama Poppy. Poppy akanitazama mimi. Tulikaa kimya. Hatukuwa na kipingamizi. Tulijua wanajenga karibu na pale. Asubuhi wakanywa chai, mchana wakala chakula. Jioni ikafika. Mimi na Poppy tukachukua ujasiri, tukaenda kule site kuchukua pesa yetu. Tulipofika, mafundi walikuwa wanabadilisha nguo. Bosi yuko njiani, wakasema, subirini kidogo. Tuliketi pembeni. Baada ya muda mfupi, nikasikia sauti ya gari. Sauti ambayo haikuwa ya kawaida. Niligeuka. Gari lilikuwa kali, linafanya mtu ashindwe kupumua kidogo. Mafundi wote wakasimama, wakakimbia kulipokea. Ndani ya gari, akatoka kijana mdogo, umri kama miaka 30 hivi. Aliongea nao kidogo, akawagawia pesa. Kisha macho yake yakatuelekea sisi. Alisogea karibu. Habari zenu, alisema kwa sauti tulivu. Habari, nikaitikia. Mna deni shilingi ngapi? Nilimtajia kiasi halisi. Akatabasamu, akatoa wallet, akatoa pesa. Aliponipa, nilihesabu, nikashangaa, zilikuwa nyingi zaidi ya tulivyodai. Nikatoa pesa yetu sahihi, nikamrudishia zilizozidi. Hapana, alisema, chukueni, itawasaidia. Mdogo wangu Poppy akazipokea haraka. Asante kaka. Lakini mimi nilichukua zile pesa, nikazirudisha. Samahani, nikasema kwa sauti ya baridi. Hatuhitaji zaidi ya tulichodai. Nilimshika Poppy mkono, twende. Tulipoondoka, Poppy alianza kunigombeza. Dada, shule zinafunguliwa wiki ijayo. Ada hatuna. Kwa nini umeikataa pesa? Nikamsimama, nikamtazama machoni. Poppy, nikasema, unadhani kuna kitu cha bure kwenye hii dunia? Ukianza kupokea pesa za watu bila sababu, zitakuja kukutokea puani. Lakini dada, huenda ametusaidia kwa sababu sisi ni yatima. Nilinyanyua sauti.
acha ujinga. Mtu anakusaidia bila kukujua. Poppy akanyamaza, lakini macho yake yalikuwa na maswali. Tulipokuwa bado tunabishana, tukasikia mtu anatuita kwa mbali. Dada, dada. Tuligeuka. Alikuwa mmoja wa mafundi, anakimbia kutufikia. Alipofika, akatuambia, kama boss amesema kama mnaweza kumpa namba yenu, siku atakapokuja kujenga tena, awe anaagiza chakula mapema. Nikakaa kimya, nikawaza haraka. Labda hii ndiyo njia ya Mungu. Nikatoa namba yangu, nikampa, akaondoka. Nilimshika Poppy mkono, na sikujua kwamba namba hiyo ingebadilisha maisha yangu yote. Sauti inashuka taratibu. Usiku huo nililala nikiwa na maswali mengi kuliko majibu, na pale gizani ndipo safari ya Bella ilipoanza. Lakini siku hiyo usiku, simu yangu ililia. Namba ngeni. Nilipokea. Samahani, naitwa Hemed, yule niliyewaona leo mchana. Sauti yake ilikuwa tulivu, lakini moyoni kulikuwa kuna jambo linaanza. Je, Bella atamruhusu Hemed aingie kwenye maisha yake, au ataendelea kujilinda kama alivyofanya siku zote? Simu ililia tena. Niliiangalia kwa sekunde chache kabla ya kupokea. Namba ngeni. Nilijua kabisa, huyu lazima awe yule kijana wa mchana. Nikavuta pumzi. Hello? Samahani, naitwa Hemed, yule niliyewaona leo site. Sauti yake ilikuwa tulivu. Haikuwa ya majivuno, haikuwa ya papara. Nilijibu kwa kifupi, naam. Samahani kwa kukupigia usiku. Nilitaka tu tufahamiane kidogo. Nilimtazama Poppy. Alikuwa pembeni anajifanya anasoma, lakini masikio yake yalikuwa makini kuliko macho. Nikajibu haraka, kama unataka kuagiza chakula na kusikiliza. Kimya. Sekunde chache zikapita. Sawa, alisema kwa sauti ya upole. Kesho mtuletee chakula cha asubuhi na mchana. Sawa. Nilitaka kukata simu, lakini kabla sijafanya hivyo, Bella, nilishituka. Alijuaje jina langu? Akacheka kidogo. Mafundi. Samahani, akaongeza. Ningependa sana kukujua zaidi kama utaniruhusu. Nilihisi kitu kinanigusa moyoni, lakini nilikikanyaga haraka. Hilo haliwezekani. Usiku mwema. Nikakata simu. Pause. Poppy akanitazama. Dada, kwa nini unakuwa mkali sana? Nimechoka. Nikamjibu, lala. Lakini ukweli ni mmoja. Sauti ya yule kijana ilikuwa bado inacheza kichwani mwangu. Sauti inabadilika. Asubuhi. Kesho yake tuliamka mapema kuliko kawaida. Saa 10 za alfajiri. Sokoni. Kurudi. Kupika. Mikono ikifanya kazi, akili ikiwa mbali. Tulipika chai, vitafunwa, chakula cha mchana. Nilipobeba vyombo, nikielekea site, sikujua kabisa kama siku hiyo ingebadilisha jinsi nilivyoonekana. Mafundi waliponiona, walinisalimu tofauti. Shikamoo miss. Asante mama. Karibu madam. Nilishangaa. Jana walikuwa wananiita mama watoto. Leo ghafla nimekuwa miss. Nilitoa chai. Nikaketi pembeni kusubiri vyombo. Ndipo nikasikia tena sauti ya gari. Nikainua macho. Ni lile lile. Gari la jana. Hemed akashuka. Mpenzi mtazamaji, kama ndiyo mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, karibu sana kwenye familia yetu. Tafadhali usiondoke bila kubonyeza neno subscribe, na muhimu zaidi, gusa hiyo alama ya kengele. Hii itakusaidia kuwa wa kwanza kupata taarifa au notification kila tunaposhusha mwendelezo wa simulizi hii mpya. Karibu tuwe pamoja. Alikuwa amevalia simple, lakini kila kitu juu yake kilikaa kwa mpangilio. Aliniona, akanitazama. Macho yake hayakuondoka usoni mwangu. Mimi niligeuza macho. Sikuwa na muda wa kuangalia wanaume. Nilikuwa na majukumu. Nilikuwa mama, nilikuwa baba. Lakini nilihisi macho yake yananichoma mgongoni. Nilipogeuka, nikakuta bado ananiangalia kwa namna ambayo sikuwa nimezoea. Sauti ya mazungumzo.
Chai ipo? Aliuliza. Iliyopo hapa imeisha, nikamjibu. Lakini ofisini ipo. Twende. Akanifungulia mlango wa gari. Nikatikisa kichwa. Si mbali, tutembee. Tafadhali. Niliona hawezi kuacha. Nikapanda. Gari lilikuwa kimya, lakini hewa ilikuwa nzito. Tulipofika mgahawani, nilimwekea chai. Akunywa. Chai ni tamu. Asante. Naomba uwe unaniwekea kila siku. Nilimtazama. Hakuna shida. Akalipa bill, akanipa pesa ya mafundi. Kisha akanitoa mfukoni karatasi. Hivi ndivyo ninavyopenda kula. Na hii ni pesa ya wiki. Nilishtuka. Ni nyingi sana. Chukua. Poppy alikuwa pembeni, akanikandamiza kiwiko. Nilichukua. Kwa mara ya kwanza, sikutumia nguvu kumrudishia. Jioni ile, nilipika kwa umakini. Samaki, ndizi, juisi ya embe na passion. Nilipika kwa mikono yangu yote, kama mtu anayejaribiwa. Saa 2 usiku, simu ikalia. Nakuja kuchukua chakula. Nilimwelekeza nyumbani, lakini nikamwomba asije na gari mpaka mlangoni. Majirani wataanza kuongea. Akakubali. Alifika, nikampa chakula. Akanishukuru. Akaondoka. Nilipofungua daftari kusoma, simu ikalia tena. Bella, asante sana. Chakula ni kitamu sana. Nilitabasamu. Karibu. Nilitaka kukata, lakini Bella, naomba nikujue. Moyo wangu ukagonga. Samahani, nikasema. Siwezi. Nikakata simu. Sauti ya ndani, monologue. Nilijua ninachofanya. Nilikuwa najilinda. Lakini kwa nini kila simu ikilia nilitamani iwe yeye? Kwa nini kila nikilala nilisikia sauti yake? Nilikuwa napambana na kitu kipya na sikukipenda. Sauti ya huzuni. Usiku uliofuata aliniuliza swali moja. Unaishi na wazazi wako? Swali hilo lilinigonga kama radi. Machozi yakanitoka. Sikumjibu. Nikazima simu. Nikachukua picha ya mama na baba. Nikalia. Nililia kama mtoto. Kwa sababu sikuwa na mtu wa kuniuliza, uko sawa? Kesho yake asubuhi, nikiwa bado nimevimba macho, nilisikia sauti ya gari nje. Nilipotazama, nikamwona Hemed amesimama mlangoni. Ameshika vyombo. Ananiangalia. Na macho yake yalikuwa na wasiwasi. Je, Bella atamruhusu Hemed ajue maumivu yake? Au atajifunga zaidi? Itaendelea. Na huu sio mwisho wa burudani. Hapa kwenye chaneli yetu tuna maktaba ya simulizi nyingine kali ambazo huenda bado hujaziona. Kuna visa vya mapenzi, ujasusi na mikasa ya kweli inayotikisa. Usiondoke Kapa. Chagua moja kati ya video zinazoonekana hapo kwenye kioo chako sasa hivi na uendelee kuburudika. Like and subscribe.